Yes, vile nimekuambia tu vizuri kijana, nakwambia nakuletea mamako. Dakika moja tu mamako ashaje. Ndio anakuja. Aya. Nataka kumuona. Yeah. Oh my God. Eric mwanangu mpendwa. Wow. Hey. Ukaingia na sikujua. Wow, Mungu wangu, nimeanzisha siku vizuri. Siku njema hii Eric mwanangu. Wow, sikujua nitakuona tena. I'm so happy to see you. Wow. Asante Mungu. Asante. Thank you Jesus. Hey, kwenda na kurudi ni wewe Mungu wangu. Hey, karibu mwana. Thank you. Karibu. Can have a seat. Hey, wacha nikuone. Yeah, I'm so healthy. Unaona unakulisha vizuri. Umekuwa mrembo zaidi, uko mzuri. Mungu asifiwe. Hebu keti. You can have a seat. Thank you my son. Wow. Nimefurahi sana kukuona. Siku nyingi hizi. Nimekuwa tu nikilia, nalilia Mungu wangu. Mtoto wangu. I'm also happy to see you, mom. I'm also happy. So much happy to see you. Mungu asifiwe. Sijui nipigie mama kama huu. Shiro wake alirudi nikamwambia hata Eric wangu atarudi. Don't. Na ninafurahia umerudi ubuheri wa afya. Niko salama mama, nashukuru. Nashukuru. Tuko tu ila I'm so happy. Nilikuwa nyumbani sikupata. Hata nilikuwa nifike hapo. Ujafika na mbona hujanipigia na simu yako? Ama hiyo nimepigiwa nayo ni ya nani? Fika lini? Like 3 days ago. 3 days ago. Yeah, I've been here to Kenya. Na mimi niko huku Kenya na uwezi nipata. Nimekuwa nikitafuta. Sisi hata ndio nilikujia hapo. Matatizo ilitokea. What happened? It's a long story. It's a long story. But ya kwanza nitufurahikishiane. Babako umemuona? Umempata hapa juu kumpata pia si rahisi. Hapa ni kwake sikatai, lakini kumpata si rahisi. Umempata? Ama ni yeye hata amekuambia utanipata wapi? I've found my dad, but tangu uende ulituacha tukiwa familia. Family yako a complete family. A family sisi na familia yako. Na nikawashika vizuri familia yako, nikaishika vizuri na mume wangu. Lakini ilifika mahali Eric wangu nikajaribu kuvumilia mwanangu. Kwa sababu ilifika ni usiku. Baba yako hatulali. Masimu na haniogopi hata anipei heshima. Anaongea tu na siaongei na wanaume na wanawake. Unakumbuka jinsi tulipendana? Ukitoka hapa tukakulwa na shida, tukakulwa na shida, tukakutafutia, tukakulea na dadako, mkafika na ukaweza kuenda. Sijui aliniona nimezeeka, sijui aliona sifai. Wasichana Eric wangu nikaona nitakufa kabla urudi. Nikamuacha. Nikamuacha hapa na mimi nikaondoka. Zile era kidogo ulikuwa unanitumia nikaweza kujiwekea biashara. Basi mimi niko huko na haso tu kidogo nikiomba Mungu wangu, mtoto wangu na arudi niweze kuona familia yangu ikiwa yote vizuri. So, but don't worry mom, here we are. Don't worry. Okay. Nishavumilia, unajua mimi ni mtu wa Mungu. Najua kuomba. Don't worry. Na nimefurahi, haya ni maombi moja amenijibu. Kwanza kwa wakati huu kipindi hichi kwa kanisa letu ni cha maombi. Nimeomba na ni maombi yangu yamejibiwa. Mungu asifiwe. Don't worry. Asifiwe sana. Na dada yako kaenda wapi? She told me that she is at the aunt's place. At our aunt's place. Ukuja kuniangalia.
mara kwa mara uniangalia. Nashukuru. Ndio unaona bado nimejiweka. Si unaniona mrembo? I can see you're good. You're good. Right now I'm in Kenya, so karibu sana mwanangu. Karibu sana mwanangu. Nafurahia, nashukuru Mungu. Hata leo jioni kwa chama hakuna story nyingine. Story hata si jioni nikitoka hapa napigia mama Kamau, mama Shiru. Wote lazima wajue mtoto wangu. Just relax. So mama nikuulize, mimi naitwa Rizipi na huyu anaitwa Daktari Uma. Tuko hapa juu ya kijana wako. Ndio. So nilikuwa nakuuliza, unasema bwana wako alianza kule kuongea na mabibi kwa nyumba, ikafanya mpaka mkakuja kukosana na mkaachana. So wakati ulimwacha na nani? Mimi nilitoka tu. Wewe ni msichana wangu, nikikuita mamangu ni heshima. Nilitoka tu, niliweza tu kuondoka, nikamwacha na akikumbuka yale mapenzi tulikuwa nayo. Na vile tumelea familia, mpaka kijana wetu akaenda majuu. Niliona ataacha hizo tabia, abadilike, anitafute, familia yetu irudi pamoja. Niliondoka tu. Mume wangu kama vile unajua ni mtu wa ni mwana jeshi. Nikibishana na yeye si ataniua. Hata tulikuwa huko alikuwa anataka kutuua by the way. Hata huyu kijana wako alikuwa anataka kumuua. Si mrahisi, ni mnoma. Akikugonga sijui kama anaweza amuka. So mimi nikaona napenda familia, mimi ni mtu wa Mungu, lakini si kuenda kuolewa. Nilienda nikakaa, mume wangu akabadilika. Tukae chini, tuongee, tujue kama sasa juu tumezeeka, hiyo ndio njia tutaenda na. Sasa nikuulize, ni miaka ngapi tangu nyinyi mfanye nini? Tangu mtoto wangu aende ng'ambo. Tangu muachane. Inaenda miaka 5 mamangu. Inaenda miaka. Mlevi. Anakunywanga? Asi alibadilika after kuretire, akakula pesa yote ile aliretire nayo na ile anapeangwa. Anakujanga hapo akiwa mlevi. Kijana amenitumia pesa, imelewa, niko hivi. Anachukua mzigo wangu, zile nguo, mimi huuza nguo. Anachukua, anazitupa na huko chini, akiambianga watu mimi ni bibi yake. Inabaki mimi ninahama. Ninatoka kwa hiyo ploti naenda kwa ploti nyingine. Hata nilikuwa saa zile nimeona kijana wangu, nimefikiria kwa area. Na huyo mzee naogopa anaweza nigonga. Kwa sababu saa hii ajui ninakaa wapi. Hata anakujanga anasema nimewekwa na wanaume. Kwa sababu anaona si parari. Lakini nitajiachiliaje ni parari ya pesa, mimi natafuta pesa. Naomba Mungu aweze kubadilika mume wangu, lakini kwa wakati huu sitasema mahali ninakaa kwa sababu siwezi taka. Hata nimejipata tu hapa, nimefikishwa, siwezi jua kama ako na hapa na hapa. Bado umejua aje, umekuja aje hapa? Mimi nimeambiwa kuja. It's a surprise. Ndio mimi. Nani amekwambia? Nimepigiwa simu, hata hiyo simu siijui na nimeshindwa wamepata aje namba yangu. Juu hata namba mimi ukaa kubadilisha. Mimi na ninafikiria ni mama Kamau amepeana hiyo namba yangu. Mimi ukaa nikibadilisha. Ukajikuta sasa umefika mpaka hapa. Kufika hapa nimekuja nikiogopa, lakini mimi ni mcha Mungu. Na pia mimi si muoga sana, lakini vile nimeona kijana wangu nikafikiria babake pia ako area. Pia siwezi kuambia ninakaa wapi kwa wakati huu kwa sababu nimeondoka juu yake na bado hajabadilika. Hata ilikuwa juma ilipita, last week ndio nilihama. Kwa hivyo bado hajabadilika huyo mzee. Ni tabia mbaya juu ya ingine, ulevi, wasichana na mtu amezeeka. Sisi tumeshaitwa buka na shushu. Sijui mimi nitamfanya nini. Mimi nimechoka. Eric, Thoguo ameharibika. Don't worry, everything is going to be good. Ameharibika. Sio ule baba Eric ninajua. Hata naogopa Jerry. Saa zingine nauliza Jerry, hauogopi huyu mzee hata kama ni baba yako? Siku hizi mambo ni baya. Na ndio maana anaishi na auntie yake. Lakini ni vile huyo msichana wangu bado ako shule. Ni vile ako shule, ningekuwa nishamu. Lakini nikikuwa mimi namchukua, ninakaa na yeye. Lakini naomba Mungu familia itakuwa imerudi, tukae na yeye Eric. Don't worry, everything is going to be good.
right now I'm in Kenya. Amen. We are going to sort things out. Amen. Yeah. Amen. Everything will be good now. Amen. Don't worry. Mumeonana na yeye ako aje? Hata akiwa mbaya bado ni baba yako. Sina kuambiaga hivyo. Bado ni baba yako. It's so hard to explain, mom. It's so hard. Ni ngumu. Amekuchukua vizuri kama mtoto wake. Huyo mama Kamau, lakini amefanya vizuri. Hata kama amepeana namba yangu, amefanya vizuri. At least nimeona kijana wangu. Saa zingine siri mingi, at least unapea mtu moja siri. Unapatia mtu moja siri. Ndio wakati utakuwa kwa danger. Ingekuwa ni danger siningesaidika. Na nimeona mtoto wangu, so nimefurahia. Niko hapa. Daktari, sasa vile nilikuwa nimekuambia, tuko na daktari hapa. Na ukituona tukiwa hapa, there is a reason behind this. Daktari, si ndio? Yes. Sasa huyu ndiye daktari wetu. Na hata huyu ndiye amekuleta. Sasa hata huyo mama Njerisi, sijui mama sijui nani, si yeye ametupea namba. Ulitoa namba yangu wapi daktari? Yeye ndiye amefanya mambo yake. Mambo zangu tunafanya, najua mimi vitu zangu zote na lazima niweke Mungu mbele. Mungu, na wewe ni daktari, naona wewe ni iko kapi kabuti ya daktari? So tunajua mimi ni daktari ambaye si daktari wa hospitali. Mimi si wa hospitali. Mimi natumia Mungu. Natumia nguvu gani? Kwa sababu mimi ni Mkristo. Wewe ni wa kanisa gani? Mimi. Sasa mimi unajua mimi nimechaguliwa tu na Mungu. Yes. Haya, niambie. Sasa ndio maana mimi nilisema nikulete. Uone kijana wako alienda. Tunaona angekuwa daktari mbaya au ungeona kijana wako? Juu kijana wako hata namba ilipotea, anakupigia simu iko mteja. Namba alikuwa anajua ni nyingine. Daktari anasema Mungu. Nikimwangalia ama ni wale waganga wachawi. No, he's a prophet. He foresees things. You can tell things. Prophet. Yeah. Na auangi watu. Kazi yake ni kusaidia wale watu ambao wameibiwa vitu zao, watu wagonjwa, wale ndoa zimevunjika kama yako sasa. Ukitaka kutengenezea ndoa yako, anaweza kutengenezea ndoa yako. Daktari, wapi rosari yako? Daktari. Sawa. Ndio maana nimeona nimefanya juu chini, nilimwambia kijana wako vizuri. Kijana wangu mume. I'm good. Okay. I'm good. Don't worry. Ndio maana nilisema vizuri. Kijana wako unaweza mwambia kwanza mama yako ndiye akuamini like daktari si mbaya. Ndio Eric akiongea, nitasikiliza daktari. He's a good person. He's a good person because if he has told me what I've been passing through all my life throughout and he hasn't done anything to me. So, ni mtu mzuri. Na ameona amekuwa akiona kazi anafanya, ndio maana sasa ataniambia maisha yangu ya saa hii ama inaenda. Atakwambia kila kitu kenye kime happen nyuma na kitu inaweza endelea. Anaweza kuambia. True. Haya, niambie. Mbona uniamini? Naona kama uniamini sana. Eric amesema. Baba akisema kwa saizi nikuulize. Daktari unaweza mguzia kidogo ndio aone kwamba wewe ni mkweli. Nataka nimuulize. Naomba kwanza hiyo mkono yako ya left boy kai. Hicho mkono. Ya huko. Left ni gani? Right. Okay. Una vitu ambavyo unaona kweli? Naona mchoro. Ndio unaona? Ndio. Na ninaona kakitu ya black. Na mbona ninaona kama mnasumbuana sana na bwanako? Ndio. Na mimi najua bwanako. Unamjua? Simjui. Eric hujamwambia. Mbona ninaona kama mnajuana? Ananisumbua. Mbona mnasumbuana sana na bwanako? Saizi si unakaa peke yako? Ndio. Nakaa peke yangu. Ndio. Nilitoroka. Alikuwa anataka kunichapa na alinitesa na wasichana. Ni vile ninaona ulikuwa mgonjwa, si ndio? Hata sijapona, kifua bado inauma. Niko na sukari na pressure bado inanisumbua. Hizo vitu zinakuja juu ya stress. Uko na stress sana. Daktari aliniambia hivi. Uko na stress sana. Ndio. Na pia ulikuwa na stress pia ya janako pia. Nimeomba. Ninashukuru Mungu. Nimeomba sana kijana wangu arudi Eric na amerudi. Nashukuru Mungu. Kila kitu kitakuwa sawa. Ukishaniona hapa kila kitu kitakuwa sawa.
Asante. Usiogope sana. Kila Asante. kitu itakuwa sawa. Maneno ya ndoa yako, kila kitu tutaweka. Hey, hii ni siku gani? Mambo yote yanaenda sawa. Asante. Yes. Na nimeona kuna vitu zako zingine zilikuwa zimeibiwa mahali. Vitu zako za kazi. Aya. Ni ukweli? Hata hiyo unajua ni ukweli kabisa. Inaonekana kweli wewe ni mtu wa Mungu. Ziliibiwa nikabaki hivyo bila kitu. Na unajua mbona bwana wako mlikosana na yeye? Sijui. Nitajuaje? Hiyo reason tu nimekupea ya wasichana ananiona mimi sifai, anataka kunichapa, nakosa amani kwa boma yangu. Mimi nikaondoka. Na utapenda ukijua ama Mimi ni mbona nisitapende? Tafurahia. Nitafurahia sana. Naomba uniambie. utajua leo. Kwa leo sasa utajua. Niambie na nitafurahia sana. Nitafurahia sana kujua. Hayo ndio maombi yangu. Kabisa nikijua ninampenda bwana yangu. Lakini mimi kurudi kwake hata sioni. Au utarudi? Kwa nini? Yale mateso nilipitia ukiwa mwanamke. Anakupiga? Ananipiga. Wanawake, lakini kuna simu moja ilikuwa inanitia wasiwasi sana. Kuna mmoja msichana nilikuwa nasikia kila usiku. Na hiki kupiga ilitoka lini? Hii maneno ya vita na tangu kijana yangu aende. Tangu aende. Sijui aliniona nimezeeka. Alikuwa anaona kijana yangu hapo, anaona akifanya hayo mambo. Kijana, unajua kijana haezi kubali nifanyiwe hivyo. Sijui alitoa wapi huyu mwanamke. Ni mwanamke amenisumbua, ameniharibia boma. Hata siwezi taka sijui daktari, lakini niambie. Bwana wako kitambo hakuwa anakunywa pombe. Bwana yangu hakuwa anakunywa pombe, hakuwa na wanawake. Alikuwa mwanaume mzee wa kanisa. Kanisa yetu alikuwa saa hizi hata kanisa hedari. Sasa bwana wako, taarifa yako nataka nikwambie, bwana wako alirogwa. Bwana wako alirogwa. Hafanyi juu anapenda. Yes. Na wanawake ama na wanaume? Mwanamke. Alifanya makosa gani? Ama alitaka hiyo mali yetu ama ni nini alitaka? Unajua alirogwa tu juu sasa kuna mwenye alikuwa anamtaka. Juu ya mapenzi. Pendane na yeye. Na huyo mtu pia utamjua tu. Na mbona akangojea kijana wangu aende? Sasa tu kuna tu vile ilikuwa. Ama alikuwa amemroga kuna vile alikuwa anamtaka. Lakini yes, ampati. Sasa ilibidi atumie dawa za uchawi. Una maana si kupenda. Afanye vijua anapenda. Na sasa urogi. Na mimi vile mimi naomba uchawi. Mungu wangu. Wewe ndio uliumba wachawi. Na hii urogi haikushindi. Na mrogani ni nani? Utamjua. Utamjua. Juu mimi kuangalia tu hivi bado napenda bwanako. Hata sijielewi. Sijui juu nikimuona tu nakasirika. Mume wangu tulipendana tukafanya ndoa kwa kanisa. Unajua mbona unakasirika? Ni vile ambaye ule mwenye anampenda na akarushiwa. Alimrushia kitu. Sasa ukimuona mama yangu nimejenga na machozi, nikalea watoto wangu na machozi. Na nikasweat sana mimi na yeye kama tumependana. Na tulikuwa tumefanya ndoa ya kanisa. Alafu mtu anakugeuka, nitampenda aje tena? Sasa unajua wewe pia alikurushia vitu, ndio maana unaona ukimwangalianga unamchukia. So daktari hata yeye pia ananirushia. Si hata yeye anaamini. So anasema ulirushiwa na yeye akarushiwa ndio mkachukiana. Unaona? Mimi sioni nikimtaka tena. Sio huo mtu wako na tabia mbaya. Hizo mzee wa miaka inaelekea 60. Huyo ni mzee anafaa kuwa anashika boma yake hapa. Labda hata alioa huyo mwanamke. Sasa nilikwambia ni mbona mzee wako anakunywa pombe? Na mbona ako hivyo? Na hakuwa hata alikuwa akichukia pombe sana. Sawa.
Aliingia tu kwa pombe mara moja. Sasa kwa leo utamjua mwenye anafanya bwanako kwa hivyo. Leo ni ile siku. Yes. Hey, Eric umekuja na mambo? It's a must. We have to know the truth. Hala. Hiyo ndio. You deserve to know. Akuje. Mulete. Namleta. Ako wapi? Tutamleta tu. Hadi mama anajitengeneza mikono. Si ati hata ni vile hata sijuagi ni nani. Ningekuwa nimeenda kumtafuta. Kwa sababu anamficha sana. Hawezi mshika. Huyo ni mwanaume mjanja. Na huyu mwanamke anamficha sana, ananiambia hata ukijua wale wengine kuna mwanamke siwezi taka ujue. Huyo ndio mke wake sasa. Usinishike, nisishikwe na mtu. Niletee daktari huyo mtu, niletee. Namleta saa hizi. Niletee huyo mtu. Nao nisishikwe na mtu. Hii ni vita yangu. Mungu wangu leo ni siku ya. Usipende vita. Yes. Namleta hapa mama bila ambaye nimekuambia anakuja kutoka saa hii. Akuje. In 1 2 Adikiding. Yes, vile nimekuambia tu vizuri kijana, nikwambia nakuletea mamako. Dakika moja tu mamako ashaje. Ndio anakuja. Aya. Nataka kumwona. Yeah. Oh my God. Eric mwanangu mpendwa. Wow. Hey. Ukaingia na sikujua. Mungu wangu nimeanzisha siku vizuri. Siku njema hii Eric mwanangu. Sikujua nitakuona tena. I'm so happy to see you. Wow. Asante Mungu. Asante. Thank you Jesus. Hey, kwenda na kurudi ni wewe Mungu wangu. Karibu mwana. Thank you. Karibu. Go have a seat. Hey, wacha nikuone. Yeah, I'm so healthy. Unaona I'm so wanakulisha vizuri. Umekuwa mrembo zaidi, uko mzuri. Mungu asifiwe. Hebu keti. You can have a seat. Thank you my son. Wow. Nimefurahi sana kukuona. Siku nyingi hizi nimekuwa tu nikilia, nalilia Mungu wangu. Mtoto wangu. I'm also happy to see you, Mom. I'm also happy. So much happy to see you. Mungu asifiwe. Sijui nipigie mama kama huu. Shiro wake alirudi nikamwambia hata Eric wangu atarudi. Don't. Na ninafurahia umerudi ubuheri wa afya. Niko salama mama, nashukuru. Tuko tu. Nashukuru. Tuko tu ila. I'm so happy. Nilikuwa nyumbani sikukupata. Hata nilikuwa nifike hapo. Hujafika na mbona hujanipigia na simu yako? Ama hiyo nimepigiwa nayo ni ya nani? Fika lini? Like 3 days ago. 3 days ago. Yeah, I've been here to Kenya. Na mimi niko huku Kenya na uwezi nipata. Nimekuwa nikitafuta. Sisi hata ndo nilikujia hapo. Matatizo ilitokea. What happened? It's a long story. It's a long story. But ya kwanza nitufurahikishiane. Babako umemuona? Umempata hapa juu kumpata pia si rahisi. Hapa ni kwake sikatai, lakini kumpata si rahisi. Umempata? Ama ni yeye hata amekuambia utanipata wapi? I've found my dad, but tangu uende ulituacha tukiwa familia. Family yako a complete family. A family sisi na familia yako. Na nikawashika vizuri familia yako, nikaishika vizuri na mume wangu. Lakini ilifika mahali Eric wangu nikajaribu kuvumilia mwanangu. Kwa sababu ilifika ni usiku. Baba yako atulali. Masimu na haniogopi hata anipei heshima. Anaongea tu na si aongei na wanaume na wanawake. Unakumbuka jinsi tulipendana? Ukitoka hapa tukakulwa na shida, tukakutafutia.
tukakulea na dadako, mkafika na ukaweza kuenda. Sijui aliniona nimezeeka, sijui aliona sifai. Wasichana Eric wangu, nikaona nitakufa kabla urudi. Nikamuacha. Nikamuacha hapa na mimi nikaondoka. Zile era kidogo ulikuwa unanitumia, nikaweza kujiwekea biashara. Basi mimi niko huko na haso tu kidogo nikiomba Mungu wangu, mtoto wangu na arudi, niweze kuona familia yangu ikiwa yote vizuri. So But don't worry mom, here we are. Don't worry. Okay. Nishavumilia, unajua mimi ni mtu wa Mungu. Najua kuomba. Don't worry. Na nimefurahi, haya ni maombi moja amenijibu. Kwanza kwa wakati huu, kipindi hichi kwa kanisa letu ni cha maombi. Nimeomba na ni maombi yangu yamejibiwa. Mungu asifiwe. Don't worry. Asifiwe sana. Na dada yako kaenda wapi? She told me that she is at the aunt's place. At our aunt's place. Oh, yeah. Ukuja kuniangalia mara kwa mara, uniangalia. Nashukuru. Ndio unaona bado nimejiweka. Si unaniona mrembo? I can see you're good. You're good. Right now I'm in Kenya, so karibu sana mwanangu. Karibu sana mwanangu. Nafurahia, nashukuru Mungu. Hata leo jioni kwa chama hakuna story nyingine. Story hata si jioni nikitoka hapa napigia mama Kamau, mama Shiru. Wote lazima wajue mtoto wangu. Just relax. So mama nikuulize, mimi naitwa Rizipi na huyu anaitwa Daktari Uma. Tuko hapa juu ya kijana wako. Ndio. So nilikuwa nakuuliza, unasema bwana wako alianza kule kuongea na mabibi kwa nyumba, ikafanya mpaka mkakuja kukosana na mkaachana. So wakati ulimwacha na nani? Mimi nilitoka tu wewe ni msichana wangu, nikikuita mamangu ni heshima. Nilitoka tu, niliweza tu kuondoka, nikamwacha na akikumbuka yale mapenzi tulikuwa nayo. Na vile tumelea familia mpaka kijana wetu akaenda majuu. Niliona ataacha hizo tabia, abadilike, anitafute, familia yetu irudi pamoja. Niliondoka tu. Mume wangu kama vile unajua ni mtu wa ni mwana jeshi. Nikibishana na yeye si ataniua. Hata tulikuwa huko alikuwa anataka kutuua by the way. Hata huyo kijana wako alikuwa anataka kumuua. Si mrahisi, ni mnoma. Akikugonga sijui kama anaweza amuka. So mimi nikaona napenda familia, mimi ni mtu wa Mungu, lakini si kuenda kuolewa. Nilienda nikakaa, mume wangu akabadilika. Tukae chini, tuongee, tujue kama sasa juu tumezeeka, hiyo ndio njia tutaenda na. Sasa nikuulize, ni miaka ngapi tangu nyinyi mfanya nini? Tangu mtoto wangu aende ng'ambo. Tangu muachane. Inaenda miaka 5 mamangu. Hai. Inaenda miaka. Mlevi. Anakunywanga? Asi alibadilika after kuretire, akakula pesa yote ile aliretire nayo na ile anapeangwa. Anakujanga hapo akiwa mlevi. Kijana amenitumia pesa, imelewa, niko hivi. Anachukua mzigo wangu, zile nguo, mimi huuza nguo. Anachukua, anazitupa na huko chini, akiambianga watu mimi ni bibi yake. Inabaki mimi ninahama. Ninatoka kwa hiyo ploti naenda kwa ploti nyingine. Hata nilikuwa saa zile nimeona kijana wangu, nimefikiria kwa area. Na huyo mzee naogopa anaweza nigonga. Kwa sababu saa hii ajui ninakaa wapi. Hata anakujanga anasema nimewekwa na wanaume. Kwa sababu anaona si parari. Lakini nitajiachiliaje ni parari? Ya pesa, mimi natafuta pesa. Naomba Mungu aweze kubadilika mume wangu, lakini kwa wakati huu sitasema mahali ninakaa kwa sababu siwezi taka. Hata nimejipata tu hapa, nimefikishwa, siwezi jua kama ako na hapa na hapa. Bado umejua aje umekuja aje hapa? Mimi nimeambiwa kuja. It's a surprise. Ndio nani amekwambia? Nimepigiwa simu, hata hiyo simu siijui na nimeshindwa wamepata aje namba yangu. Juu hata namba mimi ukaa kubadilisha. Mimi na ninafikiria ni mama Kamau amepeana hiyo namba yangu.
mimi ukaa nikibadilisha. Ukajikuta sasa umefika mpaka Kufika hapa nimekuja nikiogopa, lakini mimi ni mcha Mungu. Na pia mimi si muoga sana, lakini vile nimeona kijana wangu nikafikiria babake pia ako area. Pia siwezi kuambia ninakaa wapi kwa wakati huu kwa sababu nimeondoka juu yake na bado hajabadilika. Hata ilikuwa juma ilipita, last week ndio nilihama. Kwa hivyo bado hajabadilika huyo mzee. Ni tabia mbaya juu ya ingine, ulevi, wasichana na mtu amezeeka. Sisi tumeshaitwa buka na shushu. Sijui mimi nitamfanya nini. Mimi nimechoka. Eric, Thoguo ameharibika. Don't worry, everything is going to be Na ameharibika. Sio ule baba Eric ninajua. Hata naogopa Jerry. Saa zingine nauliza Jerry, hauogopi huyu mzee hata kama ni baba yako? Siku hizi mambo ni baya. Na ndio maana anaishi na auntie yake. Lakini ni vile huyo msichana wangu bado ako shule. Ni vile ako shule, ningekuwa nishamu. Lakini nikikuwa mimi namchukua ninakaa na yeye. Lakini naomba Mungu familia itakuwa imerudi tukae na yeye Eric. Don't worry, man. Everything is going to be good. Right now I'm in Kenya. Amen. We are going to sort things out. Amen. Yeah. Amen. Everything will be good, man. Amen. Don't worry. Mumeonana na yeye ako aje? Hata akiwa mbaya bado ni baba yako. Sina kuambiaga hivyo. Bado ni baba yako. It's so hard to explain, mom. It's so hard. Ni ngumu. Amekuchukua vizuri kama mtoto wake. Huyo mama Kamau. Lakini amefanya vizuri hata kama amepeana namba yangu. Amefanya vizuri, at least nimeona kijana wangu. Saa zingine siri mingi, at least unapea mtu moja siri. Unapatia mtu moja siri. Ndio wakati utakuwa kwa danger. Ingekuwa ni danger siningesaidika. Na nimeona mtoto wangu, so nimefurahia. Niko hapa. Daktari, sasa vile nilikuwa nimekuambia, tuko na daktari hapa. Na ukituona tukiwa hapa, there is a reason behind this. Daktari, si ndio? Yes. Sasa huyu ndiye daktari wetu. Na hata huyu ndiye amekuleta. Sasa hata huyo mama Njerisi, sijui mama sijui nani, si yeye ametupea namba. Ulitoa namba yangu wapi daktari? Yeye ndiye amefanya mambo yake. Mambo zangu tu nafanya, najua mimi vitu zangu zote na lazima niweke Mungu mbele. Mungu, na wewe ni daktari, naona wewe ni iko kapi kabuti ya daktari? So tunajua mimi ni daktari ambaye si daktari wa hospitali. Mimi si wa hospitali. Mimi natumia Mungu. Natumia nguvu gani? Kwa sababu mimi ni Mkristo. Wewe ni wa kanisa gani? Mimi. Sasa mimi unajua mimi nimechaguliwa tu na Mungu. Yes. Haya, niambie. Sasa ndio maana mimi nilisema nikulete. Uone kijana wako alienda. Tunaona angekuwa daktari mbaya au ungeona kijana wako? Juu kijana wako hata namba ilipotea, anakupigia simu iko mteja. Namba alikuwa anajua ni nyingine. Daktari anasema Mungu nikimwangalia ama ni wale wakaka wachawi. No, he's a prophet. He foresees things. You can tell things. Prophet. Yeah. Na auangi watu. Kazi yake ni kusaidia wale watu ambao wameibiwa vitu zao, watu wagonjwa, wale ndoa zimevunjika kama yako sasa. Ukitaka kutengenezea ndoa yako, anaweza kutengenezea ndoa yako. Daktari, wapi dosari yako? Daktari. Sawa. Ndio maana nimeona nimefanya juu chini, nilimwambia kijana wako vizuri. Kijana wangu mume. I'm good. Okay. I'm good. Don't worry. Ndio maana nilisema vizuri. Kijana wako unaweza mwambia kwanza mama yako ndiye kuamini like daktari si mbaya. Ndio Eric akiongea, nitasikiliza daktari. He's a good person. He's a good person because if he has told me what I've been passing through all my life throughout and he hasn't done anything to me. So, ni mtu mzuri. Na ameona amekuwa akiona kazi anafanya, ndio maana sasa ataniambia maisha yangu ya sasa hivi inaenda. Atakwambia kila kitu. Kenye kime happen nyuma na kitu inaweza endelea. Anaweza kwambia. Haya, niambie. Mbona uniamini? Nani kama uniamini sana? Eric amesema. Baba akisema kwa saizi nikuulize. Daktari unaweza mguzia kidogo ndio aone kwamba wewe ni mkweli. Nataka nimuulize. Naomba kwanza hiyo mkono yako ya left bweka hii. Hicho mkono ya huko.
Left ni gani? Right. Right. Okay. Kuna vitu ambayo unaona kweli? Naona mchoro. Ndio unaona? Ndio. Na ninaona kakitu ya black. Na mbona ninaona kama mnasumbuana sana na bwanako? Ndio. Na mimi najua bwanako. Unamjua? Simjui. Eric Ujamobi. Mbona ninaona kama mnajuana? Ananisumbua. Mbona mnasumbuana sana na bwanako? Saizi si unakaa peke yako? Ndio. Nakaa peke yangu. Ndio. Nilitoroka. Alikuwa anataka kunichapa na alinitesa na wasichana. Ni vile ninaona ulikuwa mgonjwa, si ndio? Hata sijapona, kifua bado inauma. Niko na sukari na pressure bado inanisumbua. Hizo vitu zinakuja juu ya stress. Uko na stress sana. Daktari aliniambia hivi. Uko na stress sana. Ndio. Na pia ulikuwa na stress pia ya janako pia. Nimeomba. Ninashukuru Mungu. Nimeomba sana kijana wangu arudi Eric na amerudi. Nashukuru Mungu. Kila kitu kitakuwa sawa. Ukishaniona hapa kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Usiogope sana. Kila kitu kitakuwa sawa. Maneno ya ndoa yako kila kitu tutaweka. Hii ni siku gani? Mambo yote yanaenda sawa, asante. Yes. Na nimeona kuna vitu zako zingine zilikuwa zimeibiwa mahali. Vitu zako za kazi. Aya. Ni ukweli? Hata hiyo unajua ni ukweli kabisa. Inaonekana kweli wewe ni mtu wa Mungu. Ziliibiwa nikabaki hivyo bila kitu. Na unajua mbona bwanako mlikosana na yeye? Sijui. Nitajuaje? Hiyo reason tu nimekupea ya wasichana ananiona mimi sifai, anataka kunichapa na kosa amani kwa boma yangu. Mimi nikaondoka. Na utapenda ukijua ama mimi ni mbona nisitapende? Tafurahia. Nitafurahia sana. Naomba uniambie. Utajua leo. Kwa leo sasa utajua. Niambie na nitafurahia sana. Nitafurahia sana kujua. Hayo ndio maombi yangu. Kabisa nikijua ninampenda bwana yangu. Lakini mimi kurudi kwake hata sioni. Au utarudi? Kwa nini? Yale mateso nilipitia ukiwa mwanamke. Anakupiga? Ananipiga. Wanawake, lakini kuna simu moja ilikuwa inanitia wasiwasi sana. Kuna mmoja msichana nilikuwa nasikia kila usiku. Na hiki kupiga ilitoka lini? Hii maneno ya vita na tangu kijana yangu aende. Tangu aende. Sijui aliniona nimezeeka. Alikuwa anaona kijana yangu hapo, anaona akifanya hayo mambo. Kijana, unajua kijana hawezi kubali nifanyiwe hivyo. Sijui alitoa wapi huyu mwanamke. Ni mwanamke amenisumbua, ameniharibia boma. Hata siwezi taka sijui daktari, lakini niambie. Bwana wangu kitambo hakuwa anakunywa pombe. Bwana yangu hakuwa anakunywa pombe, hakuwa na wanawake. Alikuwa mwanaume mzee wa kanisa. Kanisa yetu alikuwa na saa hizi hata kanisa haendani. Sasa bwana yako, taarifa yako nataka nikwambie, bwana yako alirogwa. Bwana yako alirogwa. Hafanyi juu anapenda. Alirogwa? Yes. Na wanawake ama na wanaume? Mwanamke. Alifanya makosa gani? Ama alitaka hiyo mali yetu ama ni nini alitaka? Unajua alirogwa tu juu sasa kuna mwenye alikuwa anamtaka. Juu ya mapenzi. Pendane na yeye. Na huyo mtu pia utamjua tu. Na mbona akangojea kijana wangu aende? Sasa tu kuna tu vile ilikuwa. Ama alikuwa amemroga kuna vile alikuwa anamtaka. Lakini yes, ampati. Sasa ilibidi atumie dawa za uchawi. Una maana si kupenda. Afanye juu anapenda. Na sasa urogi. Na mimi vile mimi naomba uchawi. Mungu wangu. Wewe ndio uliumba wachawi. Na hii urogi haikushindi. Na mrogani ni nani? Utamjua. Utamjua. Juu mimi kuangalia tu hivi bado napenda bwanako.
hata sijielewi, sijui juu nikimuona tu nakasirika. Mume wangu tulipendana tukafanya ndoa kwa kanisa. Unajua mbona unakasirika? Ni vile ambaye ule mwenye anampenda na akarushiwa, alimrushia kitu. Sasa ukimuona, mama yangu nimejenga na machozi, nikalea watoto wangu na machozi, na nikasweat sana mimi na yeye kama tumependana. Na tulikuwa tumefanya ndoa ya kanisa. Alafu mtu anakugeuka, nitampenda aje tena? Sasa unajua wewe pia alikurushia vitu, ndio maana unaona ukimwangalianga unamchukia. So daktari hata yeye pia ananirushia. Si hata yeye anaamini. So anasema ulirushiwa na yeye akarushiwa ndio mkachukiana. Unaona? Mimi sioni nikimtaka tena. Sio huo mtu ako na tabia mbaya. Hizo mzee wa miaka inaelekea 60. Huyo ni mzee, anafaa kuwa anashika boma yake hapa. Labda hata alioa huyo mwanamke. Sasa nilikwambia ni mbona mzee wako anakunywa pombe na mbona ako hivyo? Na hakuwa hata alikuwa akichukia pombe sana. Sawa. Aliingia tu kwa pombe mara moja. Sasa kwa leo utamjua mwenye anafanya bwanako kwa hivyo. Leo ni ile siku. Yes. Hey, Eric umekuja na mambo? It's a must. We have to know the truth. Hala. Hiyo ndio. We deserve to know. Akuje. Mulete. Namleta. Ako wapi? Nitamleta tu. Hadi mama anajitengeneza mikono. Si ati hata ni vile hata sijuagi ni nani. Ningekuwa nimeenda kumtafuta. Kwa sababu anamficha sana. Hawezi mshika. Huyo ni mwanaume mjanja. Na huyu mwanamke anamficha sana, ananiambia hata ukijua wale wengine kuna mwanamke siwezi taka ujue. Huyo ndio mke wake sasa. Usinishike, nisishikwe na mtu. Niletee daktari huyo mtu, niletee. Namleta saa hizi. Niletee huyo mtu. Nao nisishikwe na mtu. Hii ni vita yangu. Mungu wangu, leo ni siku ya leo. Usipende vita. Yes. Namleta hapa mama bila ambaye nimekuambia anakuja kutoka saa hii. Akuje. In 1 2 Adikiding. Akuje.